Five years ago, a bold vision was born to celebrate excellence, to honor impact. Jamhuri Kenya Awards, celebrating 5 years, more than 500 outstanding individuals, leaders, professionals, businesses, inspiring a culture where excellence is celebrated. More than an award ceremony, it's where excellence meets recognition, where impact is celebrated, and where Kenya's changemakers take center stage. The journey continues, the impact grows, the future is brighter. Jamhuri Kenya Awards, 5 years of excellence, coming soon. Welcome again from the break, and remember our special guest ni the chairman wa CDF, Obonyo here. Tumeongelea conversation, the work that has been done by the MP Starehe. Elaborate kidogo kuhusu CDF, inafanya nini inafaa kupitia kwa nani, iende kwa nani. At least today you have learned something. Now welcome again, venye tumesema episode ya pili na chair. Conversation imekuwa kubwa sana. Na as the chairman wa ODM since tumpoteze baba, ODM imekuwa na mambo mingi sana. Like kumekuwa na kuyumba. Nini mko wapi? Watu hawaelewi. Leo kumekuwa na conversation ya Sifuna kutolewa ODM, vita ndani kwa ndani. Watu hawaelewi direction inatoka kwa nani. Some people on the grassroots wana feel kwamba directions zinatoka kwa watu specific, not zile structures za party kama before kati baba alikuwa. Tuna expect mtu fulani SJ akisema tunajua like hiyo ndio kitu organ za party zimesema. Saizi ukisikia mtu anasema unapata ni member ODM anasema hiyo ni group fulani imeongea. What's happening in ODM? Ya, asante babu. Na nataka kusema hivi, ile tunafanyika kwa ODM sio mchanganyiko. Yeah. It was expected because hakuna mtu alijua baba atafariki. Yeah. Na hata kwa boma mzee akifariki lazima ndio utajua kuna mwingine alikuwa anatamani kitu fulani. So what is happening in ODM is natural. Yeah. Na mimi nikiwa chair wa ODM Starehe, working under our party leader. Party leader ni mmoja, Daktari Oburu Oginga, ambaye ni ndugu yake mkubwa wa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Na babu unakumbuka baada ya Chan, that was in September 12th. Yeah. Baba alikufa October 15th. Yeah. Tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kulaza roho yake mahali pema peponi. Alikuwa ni baba yetu, alikuwa kiongozi wa mahali wa kila mtu. Mimi baba nilipata nafasi the last minute. Yeah, those were the last meetings za baba. Yeah. And I think we are the last family publicly kukaa naye. Yes. Wakati kijana alikuwa anaenda Austria. Yeah. So baba called me, tukakuja capital, and that day was baba anakuwa patient, but I think tulimstretch kidogo because nilikuwa na mheshimiwa wangu tukimpelekea jezi ya Harambee Stars. Yeah. In terms of appreciation pia amechangia pakubwa sana ku encourage kijana. Every time alikuwa anaenda mahali ngambo, mheshimiwa alikuwa lazima aongee naye. So tukapelekea mheshimiwa jezi, tulikuwa pande ya Kiambu Road. Tukakula lunch pamoja, tukapiga stories zetu na vile tutaendelea kushikilia Starehe. Yeah. So tukiwa pale tu nikapata simu, baba anatutaka. Na nilikuwa na kijana. Yeah. So ikawa ni mbio na kulikuwa na jam from Kiambu Road kufika capital. Yeah. So nikapiga hesabu, nikaambia mama, nilikuwa nimemwacha yeye anafanya biashara within mahali tunakaa. Nikamwambia wewe tafuta pikipiki because barabara ni mbaya, kimbia capital. Na kama amevaa dress yake moja mzuri ya orange. Yeah. So yeye alifika mbele yetu. Hesabu yangu ilikuwa ni akifika at least baba ataona kweli tunakuja. Yeah. So tulichelewa over 1 hour. And then tukafika capital. Kapata kuna Dennis Onyango ambaye alikuwa spokesman wa baba, wametungojea. Baba ni kama
watu tunaona hapa mambo imechemka. Yeah. So ilibidi tuchukue nduthi tufike. Nikamwambia dereva enda tu. Mkashuka. Tulishuka, jam ilikuwa imeshikana, unaona hii barabara hapa karibu All Saints. Ilikuwa sasa bado ndio inashughulikiwa. Yeah. Tukajaribu kuingia na State House, tutafute vile tatoka. Nikasema acha tuchukue nduthi tuingie. So tuliingia. Tukapata mzee ametulia. Na wale watu wake wakina Ketao Nyango, ndugu yangu, akatuambia baba amesema atoki kabla akutane na nyinyi. So we had almost 1 hour plus tukiwa tumekaa na yeye. Yeah. Tukaongea mambo mengi sana. Siasa, tukaongea mambo ya mpira. Ongea baba, unajua alikuwa na wealth of mambo na mpira kwanza wisdom. Anakuambia vile Germany team ilianzishwa hivi, sponsors ni hawa. So it was a nice conversation. Tulikuwa tukiongea Kijaluo tu. Tukaongea vizuri. Sasa baada ya hapo ndio hiyo mambo around 1 month later baba ameenda. Mimi nilikuwa devastated because ile mambo tulikuwa tumeongea mingi hata kuhusu siasa. Nikaona sasa hapa imeisha. Tumeachwa vibaya. Yes. So ile kitu inafanyika nobody expected. Of course hakuna mtu anajua kifo ya mtu itakuja lini. But baba alikuwa amepitia mambo mingi mpaka hakuna mtu sasa watu ile wakati alikuwa anafaa kufariki. Ile watu wali expect atafariki, hakufariki. Kama zile miaka alikuwa amefungwa nini. So nobody thought. So wakati ilikuja na ikawa ni haraka and I thought wale walikaa chini especially hata kama Mheshimiwa Sifuna they were there, wao ndio walitoka wakisema kakake baba atakuwa acting party leader. And I remember wakati mmoja tukienda ODM at 20 last year, Mheshimiwa Sifuna, unajua baba aliacha amechukua Gladys Wanga kama chair. Nani akapatia watu wale viongozi positions nyingi sana, but they were on acting capacity. Hatukuwa tumeratify election. Sisi kama kwa sababu mimi nakaa kwa National Governing Council as a chair, I'm part of the National Governing Council. So na pia na National Delegates Conference lazima mimi nipeleke constituency yangu watu 20. So tukaenda Mombasa. The first business was to ratify the leaders. So that waweze kuendelesha chama because on an acting capacity kuna vitu wangeweza kufanya. Hawezi wakafanya. Mheshimiwa Sifuna ndio alikuwa moderator kama wakili na SG ndiye alikuwa moderator wa hiyo. So tukaweka Oburu pale sasa kama party leader, tukaweka Gladys Wanga kama chair nao na wale wengine wote. And Mheshimiwa Sifuna ndiye alikuwa anasoma majina, yeye ndiye alipatia Oburu Biblia akihapa. Kama wakili na SG bado. Na hiyo ndio role yake. Sasa kukaa kidogo nasikia anasema haizi kuwa SG wa Daktari Oburu, yeye angekuwa tu SG wa baba. So unasema haya basi kila mtu ako na haki. So unakumbuka pia hata watu wakisema ODM inayumba. That at one time Mheshimiwa President wetu William Ruto alikuwa ni mwanachama ODM. Na akatoka kaform URP hizo machama alikuwa nazo pale. Mudavadi ambaye alikuwa Mheshimiwa Mudavadi ambaye alikuwa ndio deputy party leader pia tena naye pia akatoka akaform UDF akarudi akaform ANC. Wale walikuwa ni chama kubwa pia. Those were the founding members wa ile Pentagon ambayo ilitingisha sana 2007. So hii mambo inafanyika sasa sio mgeni. But sasa inaonekana tu sana kwa sababu ile ODM ndio chama kubwa. Very true. So ikitingika kidogo mtu anasema fulani ametoka itakuwaje. But remember Mudavadi alitoka, Ruto alitoka, ODM haikukufa. Iliendelea. Mpaka hata wakina Sifuna wakapata nafasi ya kuingia. Sifuna walikuwa ni wale vijana wa chama. Unaona? But you see hata baada ya hao kupanda tena chama ikakuwa na ikaongeza nguvu zaidi. So mimi nataka kusema that even now that Sifuna wale wametoka ODM sasa ni kama watu wa 7 in terms of leadership. Tuko na Usosi, tuko na Orengo, tuko na Sifuna, tuko na huyu senator wa Kisii, Onyonka, tuko na Kibagendi, there around 7. But wale walikuwa wameshikilia structure kidogo na Sifuna na nani kwa hiyo group ni Sifuna na huyu Ososi. Ososi was a deputy party leader. Yes. Na ukumbuke bado kabla baba kutoka alichukua Joho akapeana kama expert. Mheshimiwa Joho akachukua Mheshimiwa Paranya akapeana kama expert. Akachukua chairman wa chama
wa miaka karibu 10, John Mbadi, ambaye ni very experienced leader, pia akadonate kama expert, which means baba alikuwa anatuonyesha. Turudi hapo kwenye hiyo issue ya expert, because nakumbuka kuna interview baba Moi ongea. I need to understand hapa, do you think hizi rango zote zenye tunaona kwa ODM ni baba hakuprepare the leader mwenye ange take over? Unajua kuna ile kitu kwamba king normally prepares nani atarithi uongozi. Maybe do you think hizi wrangles maybe zile happen kwamba baba hakuwa ameprepare mtu mwenye ata take over? Baba watu wengi wanatumia hiyo, but me I think baba aliprepare. Hata mimi nilikuwa prepared na baba. So sisi wote ni wanafunzi wake. Baba ange prepare mtu mmoja. Because chama haiwezi kuwa na mtu mmoja. So baba aliprepare Sifuna, aliprepare Joho, aliprepare kina Oparanya. Watu wengi sana wakina Gladys Wanga, naona vile wameimarika kisiasa, as a woman leader, nafasi ambazo watu wakujua ati hata kiongozi wa kike anaweza kuwa chair person wa chama. I think it's only UDA ambayo kuna Governor Cecil Marire na sasa ODM. Unaona? So mimi I think preparation, baba alikuwa ameprepare watu, na hata baba mwenyewe tukiuliza nani alimprepare kufika mahali alifika. Kuna mahali ikifika wewe kama kiongozi na ile ambaye Mungu amekuwekea, because I think uongozi ni mwito. Unapasua tu. Unapasua watu wajue wewe ni kiongozi. So I don't think baba angehitaji ku prepare one person to take over from him. Because chama ingekuwa imefifia sana kama angekuwa na concentrate hiyo miaka yote na mtu mmoja babu. Nasema hata ni prepare babu in case of anything end at. Unaona? So yeye aliprepare watu wengi ya kwamba wanaweza endesha chama pamoja na yule ambaye atakuwa anaongoza. So right now Mheshimiwa Daktari Oburu ndio party leader. Sisi wengine ambao tulikuwa prepared na baba ni kumsaidia to make the system strong. So that kesho kama yeye hayupo then kuna mwingine ambaye atakuja na sisi tena tushikilie. And that's why kama mimi nitasema nimekuwa kwa structure ya ODM from youth league. Nimerise mpaka kukua chair wa constituency. Unaona? So unaona naendelea kupanda. I think the next thing utaniona kwa county structure. County structure. In the next few years sisi tutakuwa kwa national structure. Unaona? So that is the preparation yenye baba alitufanyia. Ana prepare. Yes. You have talked about the expert. Kuna time wenye baba alikuwa anaongea akasema yeye himself hakuwa endorse mambo na broad based as an individual. Akasema the opposition hawakuwa wameendorse the broad based, na kuna party alisema kwamba ilikuwa ni leaders wa ODM walipropose kwamba this government wants expert. Do you think kwamba walikuwa na self interest towards the broad-based agenda? Because baba himself alisema, I think kuna interview aliyosema kwamba yeye hakuwa ataka kuendorse, au wengine akina Kalonzo Martha Karua pia hakuwa endorse, but sasa ODM walifeel kwamba the government needs expert. Kwa kuna feel kwamba alikuwa na self interest, maybe alikuwa ni jaftia nafasi. Ukikumbuka babu, hii mambo ilifanyika wakati baba alikuwa anaenda AU. Na wakati baba alikuwa anaenda AU, people felt like anaenda kumalizia siasa yake sasa apumziki. So I think ile personal interest ikaingia watu. Because everybody knew baba anaenda kuchukua kiti ya AU. Na kuna wengine wangemfuata kule AU. So I think watu wakaanza kujipanga. Sasa mzee anaenda itakuwaje? Because I remember before aende tuliitwa sisi Bomas na akatuambia mpango vile iko, akasema chama itabaki imara na akawacha Governor Nyong'o kama acting party leader. Unaona? Na akasema mpaka Februari ya hiyo mwaka ingine, because alikuwa anajua uchaguzi itakuwa pale, mambo isipoenda sawa atarudi. Lakini vile tu tumesema kwa nyumba lazima kuwe na interest. Mtu atafikiria, which is good. Mwezi kaa tu tukae sasa mzee anaenda, lazima tujipange. Sasa hawa maseniors wetu ambao ndio walikuwa deputy party leaders, wakina Joho, wakina nani, ile fununu iko na kwamba they were approached. And I remember immediately after baba alitoka AU,
alianza msafara immediately, alitoka AU aliitwa hapa Mombasa State House. Kama unakumbuka picha fulani ilitokea wakiwa na Mheshimiwa Kindiki, wakina Ichung'wah, wakina nani na president. So wakati aliingia kulikuwa na vitabu viwili zinafanana. Kama kuna ka agreement ambayo ilikuwa pa. So wakati mzee aliona hivyo akasema hii ni box. So na unamjua alikuwa mtu very smart sana. Akasema acha nizunguke kwa watu wangu niulize kama watakubali tufanye nini? Tufanye kazi. So akaanza tour, kazunguka. The last tour alimake ilikuwa Nairobi. Alitoka Narok County. Tukapigiwa simu around this time. Kaambiwa baba anakuja KICC, sisi wote mbio huko. Baka huko. So baba nakumbuka ilifika session moja hata alifukuza media na akatufungulia roho sana. Akatuambia vile kitu ilifanyi. Na baada ya hiyo ilikuwa baada ile mwamko wa Gen Z pia. So baba akatuambia vile nchi iko tumeona badala ya jeshi ichukue nchi watatawala vibaya. Afadhali tuwe na president hata kama sio mzuri lakini anaweza tolewa kwa ballot kuliko jeshi. Those were his words. But nchi pia mnajua baba alikuwa anapenda nchi sana. Baada ya 2007 mliona vile alifanya. Wakati wa handshake ya Uhuru mliona vile alifanya. So baba alikuwa ameweka nchi mbele. Akasema nchi itaangamia kwa sababu ya interest yangu mimi kama baba. And I think wakati ule wa Gen Z baba angetokea tu na kusupport Gen Z. Uchaguzi ungekuwa na angekuwa sana ameingia. Unaona, it was an opportunity ambaye kama angefanya shortcut angepata. But aliweka nchi mbele na yeye pia alitaka kuingia kama anaingia president aingie kihaki. So baba akatuambia hiyo ndio situation ilikuwa, and I think the president had also approached some of these our guys. Na baba akasema huwezi chukua watu wangu bila mimi kufanya nini. So akakuja akacoordinate, ndio ikawa amepeana experts. Na akasema mimi nimepeana tu experts. Lakini sisi kama ODM tutajipanga. Hapa 2027 tutajipanga. So unfortunately hakufika. But kila siku walikuwa nasema our experts ndio kwa serikali, sisi bado tuko kwa chama. Yes. From that angle, venye tu umeiweka kwamba the expert ndio wenye wako kwa serikali, sisi as the party tuko kwa wananchi. Yes. Now kukaingia na conversation kwamba now this is where now issues started. Sifuna ikakuja sasa kwamba yeye ako against kabisa among those people from the first walikuwa against na broad based ni Sifuna, even the moment hadi akisign alisema mimi I'm signing just because of the issue yote nimekuwa hapo, but mimi siko hapa to an extent mpaka mahali tumefika saizi. Do you think hata kuondoka kwa baba na Sifuna kutoendorse hii kitu ya broad based, do you think ndio vita yake ime mimi I think Mheshimiwa Sifuna nikikuchekesha, baba alisema kwanza yeye ndiye hata ni wale waandishi wa hiyo the 10 points agenda ya broad based. So baba alishtuka pia wakati mmoja yule ambaye waliandika hii 10 points agenda tena ndiye anairuka. But I think Mheshimiwa Sifuna walifikiria that President William Ruto hata timiza hizo 10 points agenda. Mambo kama hii compensation ya wale ambao waliuliwa wakati wa maandamano na mambo zingine ambazo zilikuwa pale ndani, walifikiria itawezekana. Unaona? So kuna hiyo restlessness ya mimi naweza sema kwa sababu vile tumefuzwa kwa ODM that loyalty pia iko. Kama party leader amepeana mwelekeo, because hata kama baba alituambia ametuma experts, but tunajua vizuri sana pia alisema kwamba hawezi fanya kazi na Rigiji kwa sababu Rigiji alikuwa amesema amemwekea mitego na sijui nini, na unakumbuka hata wakati wa maandamano Rigiji alikuwa anaamka asubuhi anaonekana saa 9 asubuhi yeye anapanga. Hakuwa itaka kuwaki na Raila. President William Ruto ni mjanja, na ukiangalia vizuri sana utapata kwa hii mambo ya maandamano hakuwa mbele. Deputy wake at that time Mheshimiwa Rigiji ndiye alikuwa mbele sana na hii mambo ya kutupiga na kufanya nini.
the president alistep nyuma, unaona, na hiyo pia inaonyesha that as a leader politics haina permanent enmity. Unafaa ufikirie sana sasa unafanya kitu fulani. So kuna uzio ile baba aliwacha akisema, kwa sababu huyo alisema sitawahi fanya na sijui ameniwekea mtego kila mahali, sitawahi fanya kazi na yeye because I think for him ile Rigiji ilikuwa personal. Unakumbuka kuna incident ilifanyika mbaya, one of the maandamano ambaye gari ya baba ilipigwa risasi. I remember. Ile gari yetu ya media ikapigwa mpaka tear gas ndani. Ilikuwa mbaya, ilikuwa more than politics sasa. Because politics babu ni mashindano ya akili. Ya akili na mdomo. Lakini ikifika mahali utakuua mtu because of politics, then hiyo imeenda extent mbaya. Then the president drew back. And even as sometimes ulikuwa unaona maandamano ikipangwa president anaenda nje. So that huyu mheshimiwa Rigiji anabaki yeye ndiye ako na hiyo shughuli. So according na nyinyi mna feel kwamba vitu mingi zinakuwa implemented na Rigiji, especially mambo ya kupambana na mambo ya maandamano, and many times alitokea akisema huyu mzee nitamrudisha Bondo, huyu mzee lazima aende retire, amesumbua nchi sana, unaona. But that time who was the CS Interior? CS Interior wakati huo ni the current, I think it was the current deputy president Bwana Kindiki. I think still bado, na ndio mnawake naye bado at that time, as much as ndio Rigiji alikuwa na power kama deputy, but Interior decision mingi pia zinatoka kwake. But you know hata kama wewe ni waziri wa Interior, the deputy president is a high ranking kwa serikali. Wewe ni waziri tu, unaona. So yeye alikuwa, but many a times hata ukiwatch back, hakuna wakati Kindiki alikuwa anatokea strongly akiwa anaongea in terms of target. I remember one of the statements ambayo hata sisi ilituudhi sana kama wana ODM, wakati mheshimiwa Rigiji alisema hata huyu baba akikufa si Wajaluo talia tu wiki moja mbili, hiyo maneno itai. No, those are careless statements, for God's sake, because ule mzee alikuwa na tajiriba kubwa, alikuwa ni mtu ambaye amekuwa kiongozi wa nchi. For such a statement to come out, and I think that is what made us to isolate, kana kwamba yeye ako na target tofauti. Because maandamano tumekuwa nazo mingi. Na hakuna president ambaye aliwahi jaribu, hata Kibaki ambaye yake ilikuwa worse. Hakuna siku tulisikia ametumana ati baba afanywe hivi ama hivi. But for the former deputy president, tunaona kama alikuwa amechukua kitu very personal. So that is why we isolated him as a target ambaye hatupendi. Wow. Sasa hizi kuna siasa mingi zinaendelea across the country, siasa ya regions. Who is strong from this region? Tunaendelea nini inaendelea kwa mlima? Tunaendelea, kunasikia sisi kama the western region, unasikia Ukambani, unasikia Gusii community, unasikia sisi kama watu wa Rift Valley. Hii siasa na future yake inaelekea wapi? I think babu, mtazamo wangu ni wakati katiba mpya ilikuwa inatengezwa na mambo ya devolution ikaingia, kuna mahali watu walilala, because ukiangalia wakati huo mheshimiwa Kibaki ndiye alikuwa president, na population census hata ile ya mwisho haijawahi kutolewa hadharani tujue ya kwamba ni kabila gani ambaye iko na population kubwa. Narratives zikakuja mingi, hata hii sasa tunaambiwa Mount Kenya, sijui unasikia sasa wanasema wako 7 million, 8 million, sijui ngapi. Ukweli itatokea. Because I think juzi tu wakati chair wa IBC aliapishwa, alianza na kusafisha data register. Unaona? Naona kuna shock hapa mbele. Utasikia numbers zingine utashtuka. Unaona? One thing nimekuwa najiuliza ni kwamba ndugu zetu kutoka Mount Kenya, there was a time ndugu kama Governor Mwangi wa Iria akiwa Governor Murang'a, alikuwa mpaka analipa watu wazae, because shule hizi za chekechea na nini hazikuwa na wanafunzi. Hazikuwa na wanafunzi. And you want to tell me that huku mlima kila mtu amefika umri ya kupiga kura, hakuna watoto? Because if the population is that much, 7 million, 8 million, then
At least kuna youths, kuna watoto, kuna nini. But wakati hiyo statistics na umeona kuna wakati ambaye hata Mheshimiwa Rigiji alikuwa anasema pombe inaua watu, na tukaona mpaka wamama wa huko wanasema malizeni pombe, wazee warudi nyumbani, mashini hazifanyi kazi. Unaona? Sasa sisi tutapata wapi watoto? So me I doubt personally that unajua ukiwa kwa serikali na uwe mahali strategic you can play around with anything. Unaona? So unaona kuna shock hapa mbele. Haya, tukitoka hapo hii devolution, the Mount Kenya region wako na around 10 counties. 10 counties. Baba alikuwa na furaha tu ya kwamba devolution imeingia, but I think kwa sababu pia hizo statistics wale jamaa waliweza kumanuva na waka make sure that wamepata the bigger stake ya counties. And you know sheria inasema I think president akipata a certain percentage in how many counties anaongoza. So it means hapo kwa counties kulikuwa na kitu imefichwa. Now you look at Luo Nyanza, which is I think number 4 in terms of population as per now. The Luo Nyanza tu iko na 4 counties. Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya. 4. So baba akianza mbio na 4 counties, wale wameanza na 10. Unaona? So wanahitaji around another 15 wako kumbele, wako sawa na wao wanapigaga kura to the last man. Unaona? So mimi naona kuna game ilifichwa ambayo itasumbua hapa mbele. Na ndio sasa natuleta kwa hii regional kingship hii unaona inaendelea sasa. Because hakuna mtu mmoja, baba alikuwa unique that anaweza pata 4 counties za Luo Nyanza, achukue Kisii na Nyamira ikuwe 6, achukue Coast which is Mombasa, Kilifi, Lamu na Taita Taveta, amejaza 10. Unaona? So wako atpa. Akuje sasa apime hapa Rift Valley, atoke na kitu kidogo, aingie Western ambayo iko na 5 counties, achukue. So that's why baba was always dangerous in terms of politics, because yeye tu alikuwa na capacity ya kuweza kumobilize the other counties apart from his origin mahali ametoka. Sasa hii nani ako na hiyo capacity? Rigiji ndio huyo amesema mlima hapa mtu asiguze. Haya. Naona wakina Gladys Wanga nani shughuli zao mingi ni wapi? Luo Nyanza. Ndio weke kwa kikapu. Group ya kina Mheshimiwa Joho wameshikana sasa wao tena kama coastal people, Coast region. Tena wao pia wako na kingpin, wanasema huyu Joho ndio wetu, washiki. Unaona? This problem is because there is no one person who can among them ule anaweza kumobilize hizi regions zote. And the only person ambaye ako closer to baba on that ni the current president. So it means baada ya President William Ruto kumaliza term yake, siasa itapigwa in regions. I get it. That which region inashikana na gani itakuwa hesabu kali. Don't you think like ki region venye umesema na ki counties, because mtu anahitaji 24 plus ndio kwa over 25 counties. Over 25 counties. Yes. Kwa sababu unajua tuko 27, there's 24 plus. Now tuko hapa kulingana na venye region umesema ziko. Rigiji anasema kwamba mlima mimi ndio na control. Aya. Aki control akuja aseme Matiang'i aseme from Kisii nime control hizi mbili. Zime add to 12. Akuje Kalonzo mwambie mimi nimeshika the block ya nini ya Ukambani. 3 zi add. Sifuna na their movement nao wanashika huko the other side. Nairobi imekuwa metropolitan. Wakiongeza hivi cost kidogo, don't you think ikienda in that angle, because the conversation endelea like sisi tumeshika hapa, tumeshika hapi, wewe utapenya wapi? What is your take on that? Unaona kama sasa na watu wapende ama waseme vingine, mimi in my view President William Ruto
atakula 2 term. How? Na ni hivi kwa sababu Mheshimiwa Rigiji asimami kulingana na ile kesi yake vile inaendelea, hata simama. Na unaona kwamba ndugu yetu Sifuna amechipuka, amepanda na speed ya juu sana. But Mheshimiwa Sifuna akiwa senator wa Nairobi hajawahi fanya mkutano Nairobi. Hata ya ODM kama SG wa chama. Ule mtu ambaye amejaribu sana kuhakikisha kwamba chama in Nairobi imekuwa intact ni Mheshimiwa George Aladwa ambaye ndio chairman wa Nairobi County, ambaye mimi namvulia kofia kwa sababu amefanya kazi mingi sana ya kuweka structure yetu pamoja. Huyo ndio mtu ukimuuliza leo chairman wa Starehe ni nani, atakwambia kwa jina, atakupatia namba. Ukimuuliza chairman wa Mathare ni nani, atakupatia jina, atakupatia mahali amekaa. Unaona? Wacha hata hao kina Babu Owino. They don't even know nani ndio nani. And yet wamepiga kifua sana, nao ni vigogo wa chama. So tukiangazia hii United Opposition ambayo inasema United Alternative Government vile wanajiita, Mheshimiwa Kalonzo sasa anafifia kwa hii mwamko ya Sifuna. Mheshimiwa Matiang'i ameretreat, hatumuoni tena. Unaona? Na mimi nikiangalia kitu Babu, hii ni game plan ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta bado ako na interest. Ni watu ambao waliinvest sana kwa hii nchi. National politics ni national business. Very true. Si siasa. It's business. Ni biashara. Unaona? Watu kama wakina Mama Ngina Kenyatta, the Kenyatta family, they have invested a lot here in Kenya. Na hawezi taka kwa sababu Uhuru aliretire, sasa ati akae nje. Unaona? Unakumbuka ya kwamba na kitu watu wanasahau. President William Ruto alitoka kwake akaenda Ishaweri kusalimia his retired boss. Na baada anamuita boss mpaka leo. Wakakula ile walikula, wakaongea ile waliongea, wakapiga picha. Shortly from that, former President Uhuru akatoka Ishaweri akakuja State House. Wakati President Ruto alikuwa anafanya renovations, nakumbuka. Akamtembeza hapo State House, na unajua ni jirani hapo Dennis Pritt. Akamtembeza hapo, akamtembeza, ile mambo inafanyika, wameshikana mkono, wanapiga story, you know. Wanasemaga walikuwa wanaitwa nini duo. Wakati ule wao. So really, wanavaa ties zinafanana nini? So wakatembea hapo, ukiangalia body language ya wanasiasa, utajua watu wako pamoja. Wakatembea. Na hata hiyo clip ikicheza unasikia hata President William baada anaita Uhuru my boss. Ta boss, unaona sasa hapa tumefanya. Hatujui nini waliongea. Baada ya hapo Uhuru akatokea, mheshimiwa akasema, "Nyinyi vijana, msiwache nchi yenu ikienda kombo nini, muamke." Unajua ilikuwa backdrop ya mambo ya Gen Z. So akaonekana ni kama ameignite tena vijana. Ameendoze vijana. Amewapiga nini hapo kishindano waamke. Mimi I always believe in national politics. Not local. National politics inafanywa at a very high level. Watu wanaweza tukanana na wamepanga. So kutoka hapo wakina Sudi wakaamka, wakina Kibet wakaamka, wakapiga Uhuru sana. Wewe nini yako ulisahau State House, tulikuheshimu miaka 10, wewe beba, kama kuna kitu uliwacha hapa beba uende. Immediately. After hizo 2 tours. Uhuru akasema mtaninyamazisha. Mimi lazima niongee hata kama niliretire. Mheshimiwa Rigiji akatokea akasema, "Huyo Uhuru ni kijana wetu." Na ujue hapo anasikizana. Ujue hapo anasikizana. Kama kuna mtu alipiga Uhuru sana wakati wa campaign ni Rigiji. Kwa alikuwa anataka kuwe kingpin. Alikuwa anaona Uhuru ameweka block. Sasa amemsupport tena. Sasa tena ameingizwa box. Na that is why nafikiria kuna mpango zaidi. That sasa tena Rigiji kabidi atetee Uhuru sana. Na akasema huyo ni kiongozi wetu wa mlima na hatutakubali. Tunataka heshimiwe. Niwe? Na hiyo time ndio Uhuru ameinua Matiang'i akuje kwa Jubilee. Kwa deputy party leader. The strategy mimi nikiiona tu nikichanganua naona
Uhuru akachukua hii advantage. Akasema sasa huyu Matiang'i ndiye atakuwa deputy party leader na ndio presidential candidate. Na mahali Jubilee tunajua ilikuwa na mkono kubwa sana ni Mlima. Na wana expect ama wanatarajia that wakati wa nomination ambayo tunaenda, because sasa kila mtu anatarajia Mlima kama si DCP autoboy, kutakuwa na a lot of fallout ya wale ambao watapata tickets. Wataenda wapi? So haya jamaa walikuwa wamepiga hesabu mapema that vile wewe umekubali Uhuru ni kijana wenu, then kama mtu asimami na DCP akienda Jubilee baada ako nyumbani. Ndio tena Rigiji akaamka akaona hii Jubilee sisongee hapa. Akaambia Matiang'i, wewe tengeneza chama ya Kisii huko kwenyu. Mambo ya Jubilee iliisha, achana na. So nakumbuka hiyo conversation. Nakumbuka akisema hii ni wheelbarrow ya ya red. Unakumbuka? So hii siasa nikiangalia hata hii United Opposition si united. Hapa mbele tutajua. Hapa mbele tutajua ukweli. Now kama Rigiji asimami president, interest ya Rigiji siku moja akasema, baba nimemsoma sana, huyu mzee alikuwa mjanja, kwa nini kila serikali akosi? Ni kwa sababu alijipanga na numbers na chama yake. Nyinyi mform serikali, lakini hapa mbele interest zitawagonga, mtakosana, mtamkujia. Hakuna numbers. So watu walikuwa na kashifu baba, wanasema baba anapenda mkate nusu, anabasi kupenda. Alikuwa amejipanga. That nyinyi for mini government mtaniibia, mfanye vile mtafanya. Lakini mkigongana hapa, because miaka 10 ya mtasikizana yote. Mkigongana tu mimi ndio safari kwa best option. Unaona? Na imefanyika mara mbili. So the point here is Rigiji akasema amesoma kwa hiyo shule. Na yeye pia akaona sasa because amekuwa impeached, atafute DCP yake, afunike region yake ambaye anajua in the 10 counties akifanya kazi yake vizuri, akona wabunge wengi, akona magavana 10, maseneta, akona ma MCS. Huyo ni mtu amejipanga. Hata kama umpendi utamtafuta mkuwe naye kwa serikali. Unaona? So yeye anacheza game yake ambayo ni tofauti sana na kina Kalonzo. Enyo wanafikiri. Na ndio unaona hata saa hii anakimbia mpaka Meru wapi, hakikisha hiyo mlima isivunjike hata kidogo juu ya numbers. Ndio zimlete kwa table. Now, if Rigiji is working for numbers, Matiang'i wants the presidential seat. Sifuna Mereis, kuna Eugene Wamalwa, kuna Martha Karua ako hapa. Now, kila mtu kuna Kalonzo ako hapo na kuna conversation inaendelea saizi kwamba you're not going to sleep, we come to endorse you. So now Rigiji is working so hard. Umesema ni numbers na push. Sifuna ana work for what? Now nikiangalia Sifuna ame retreat to Western. Ndio aweze kupiga wale wakina Mudavadi na Weta. Na ukiangalia vizuri sana in Bungoma County mahali Sifuna anatoka, the president's point man is not Wetangula. Ni Didmas Baraza. Vile mimi na analyze. Because Didmas amepambana na watu. And in fact hata ukiangalia clips baada ya kina Sifuna kutoka hivi amefanya rally. State House Baraza alikuja State House. Alienda peke yake. Ali lead delegation. And you know in hierarchy huyu ni mbunge, speaker wa bunge ndio senior na anatoka the same county. Kwa nini Didmas ndiye alipeleka delegation State House? Meaning the president ashaona kwamba Weta mambo iko sawa, ameamua kuendorse now grip silently chini ya maji. Kazi ile chafu ile ya ground inafanywa na Didmas. I get it now. Ukiangalia leo kumcounter. Ukiangalia leo kwa post yake alikuwa anaingia bunge, alikuwa na kabila fulani ya NTSA. Then akaweka akimaliza tu saa 8. Hiyo ilikuwa around saa 5, akimaliza saa 8 amerudi ground Bungoma. Amepanga rally already. So this guy atoki Bungoma. Yeye ameshinja Bungoma. Na is ule mtu ambaye watu ana appeal kwa the locals. Because kama ni mali ya Changa ataingia.
Watu kama wakina Weta wanaonekana kama wako in another level. So kurelate na ule mwananchi ni mdogo ni ngumu. So kwako maybe unaona kwamba Ruto anataka kumprepare Baraza kuja kumcounter. So Baraza ndio dawa ya Sifuna pale Bungoma. And then Baraza also anapiga anatembea. Na ni mtu ambaye ni eloquent. Ni mtu ambaye ni mwanasiasa very sharp. Ni mtu wezi ignore. Na unaona namba zile na command. Anaenda matanga, mkimchokoza ametoka na watu wote. The other day Sifuna akasema leo tumekuweza, utaongea mwisho. Because ukiongea kwanza unatokanga na watu. Sasa wakati walimwachia amalize, yeye akasema unajua yule anaongea mwisho ndio senior. In terms of protocol. So mimi nashukuru that mmeniheshimu kama senior na mmesema niongee mwisho jamaa kaona ala. So that is how intelligent that guy is. Ukimtupia kitu mbaya anaigeuza, anaipokea. Akamwambia sasa leo nafurahia hata nyinyi wote walinda mnaniheshimu. Mmenipatia microphone wa mwisho because hata president angekuwa yeye ndiye anaongeaga mwisho. So I'm the president here. Wakaona la. Kumbe tunafikiria. Then akaona hata ongea amalize. Akaanza kupiga hawa kinososi, akapiga mabouncer wakaanza kuja karibu hapa. Sababu kwani mnataka kunipiga? Wacheni niende kwangu. Akapeana microphone. Akatoka tu na watu bado. Akawaacha. So the same thing walikuwa na avoid. Ika happen. Maybe do you think like for the first time tunakuja kuona these big people wenye wamekuwa kwa siasa before wana feel kwamba Sifuna is a threat. Yes. Na amekuja kuleta Waluya pamoja. Do you think mission yake ita succeed? Mwamko ile iko. Na ile siasa kidogo nimeona hii miaka yangu. Is that kuna kuaga na tofauti sana. Na siasa ya huku chini Kakamega, Vihiga na siasa ya Bungoma. Na ukiona elections from wakati wa Kibaki, Bungoma kila siku ilisimama na government. Baba alijaribu. The only time baba alipata kura kiasi Bungoma ni wakati Weta alikuwa naye kwa code. Kwa hata Weta mwenyewe alikuwa ni KANU, alikuwa ni kwa Kibaki mpaka sasa baadaye. Amejiposition. Yeye hajaika kwa opposition sana. Ni mtu wa serikali. Serikali. So Bungoma ilikuwa inaonekana ni ngome ya serikali. Na hao walikuwa na voting different sana na Kakamega na Vihiga. Yeah. Unaona? So it's a big challenge also for Sifuna kuenda kuconvince the Kakamega na Vihiga. Unaona? Because right now unaona president ametoa Oparanya and Oparanya inasemekana anaweza kuwa running mate. Yeah. Na hii ni strategy pia ya Oparanya kukimbia, ndio wale wasema huyu pia ni wetu. Sasa tumpe. Tumsupport. So hiyo ni ya kuwip watu. Whip watu watembee na yeye. And Oparanya kulingana na rekodi yake pale Kakamega for 10 years alifanya kazi safi sana. I'm a witness because kijana wangu huyu alisoma Kakamega High School pale. And I saw Kakamega ikikaa kama hata more than Nairobi in terms of usafi na maendeleo ambayo alifanya. So the president is working under the scene kuhakikisha kwamba hizo area ambazo Sifuna anategemea hazitaungana. Unaona? Didmas atakula huku alete. Huyu naye Oparanya alete. Hapa Vihiga najua atakoroga. Because Vihiga linda mwananchi anategemea Osotsi. Unaona? And you know the moment Osotsi atasimama governor, vile tunasikia dalili anataka kusimama governor, itabidi utamuona ameenda Ukambani. Yeah. Itabidi habaki nyumbani because akona opponents. So that is where unasikiaga wewe kama presidential candidate ukiangalia kando unaona una watu. Wale soldiers wako because wao pia kuna kibarua mahali wametoka. And now you see the president anategemea paka wale waliretire. Watu kama wakina Joho, watu kama wakina Mbadi ambaye sasa ni waziri and they are very strong leaders, anawategemea kwenda hizi area zingine kuwhip up numbers. Unaona? Wow. So kadi nyingine ambayo naona na Sifuna, I'm seeing the hand of the government kwa hii hesabu yake. Yeah. Na awache excitement kidogo, akuwe keen that ikifika mahali wananchi wanaanza kukuchangia
na wananchi vile uchumi imekuwa, unaweza igeuza uone ni kupendwa, but you don't know who is hiyo mali, hiyo pesa inatoka wapi. Because ukipost sahi Babu post naenda Nairobi South on Saturday na nitoe poster leo, because lazima u-announce ile campaign kucreate awareness in those 3 days. Ujui ni itakuwa imepangwa kwa hiyo ground. Kuna watu wanasema hapana, kama mimi kuna wakati watu walikuwa wanasema hapana chairman, sasa wewe umetosha kusimama MP. Wewe simama MP na ODM. Endorsement of the people. Sasa watu wanakupatia tu maneno hapo, kumbe wako na nia. Kuna wengine wanaona kijana wako ameenda majuu, sasa mamilioni zimekuja. Sasa wewe simama tukule. Tukule bana, nasema tukule pesa huo kijana. Unaona? So kama unafuata tu vile watu wanasema, you may think that kila mtu amekupenda. Kumbe there's a agenda behind it. So mimi kwa experience yangu kidogo naona ili ndio mwananchi wasiwe excited sana. There's something cooking. Na ukiangalia government haiwafuruki sasa. Of late mikutano yenyewe walifanya kaka Bungoma, Trans Nzoia, hatakuwa na any vurugu. Very peaceful, and then what's up? Hatutawazuia and then mfanye. Nini una think maybe na so they have lifted Sifuna juu. Government nataka Sifuna awe juu. Because hesabu ilikuwa ni Kalonzo akuwe president wa opposition. But remember also ile hesabu tumepiga regions, Kalonzo has only 3 counties. Unaona? 3 counties. Western hii hata Sifuna akipata yote ni 5 counties. Rigiji has 10. Still ako na unasikia huko tu mafununu that Rigiji alikuwa amesema kama ana support either of them agawiwe 50% ya serikali. The government, Sasa 50% iende one region. Then all these other regions the mugawane hiyo 50 ingine because hamna numbers. Na yana insist on numbers, which is true. That's why he's working hard. So that is why he's working hard. Sasa hawa jamaa mimi nikiangalia Sifuna anainuliwa, pesa itatembea huko achangiwe, ndio isiwe Sifuna atasimama kiti ingine tena isipokuwa president. Na mahali amefika akisema asimami president, wa Kenya watammaliza. Sasa kumbe ilikuwa hot air. Now, so yeye akienda kwa Kalonzo anaambia Kalonzo, mimi siwezi tafuta kiti ingine, ni president hii tu. So Kalonzo atakubali kuwa deputy? Hawezi. Aya, tuseme Rigiji Martha atakubali? Martha hawezi, hata Sairu umuone. Yuko. Because hata Martha mwenyewe hana kitu ya kuja naye kwa meza. Rigiji amefunga huko. Hana option. Matiang'i amebaki na zake mbili. Nyamira na Kisii. Hakuna mahali angeenda, ni Mount Kenya kwa sababu ya Uhuru huko imefungwa. That is why uone hata watu kama kina Kioni wakiongea sasa. Some of them hata wataruko ende DCP. Nao kina Kioni. Because naye pia alikuwa kwa bunge, amekaa kwa baridi, njaa imempiga, lazima atafute njia vile atafanya nini? Atakula. Unaona? So it means hesabu ile ingefanyika kama Rigiji na ile hasira alikuwa nayo ya kutoa William, angepea Kalonzo. He's experienced, ni mtu calm, nini. Huyo ni mtu tena na networks yake, amekuwa waziri foreign affairs, amekuwa kwa ma positions. Alikuwa ni mtu tena angeweza, alafu unajua alisimama na baba. So angeapila hata huko kwetu aseme mimi nilikuwa rafiki ya baba. Sasa nishike. But hata ukiona analysis wanasema Kalonzo alilala sana because baba alitaka waende naye kwa broad based. Akakwama. Sasa ingekuwa inherit ile block ya Luo Nyanza vizuri sana. Unaona? Because ana urafiki na kina Mama Ida, na urafiki na Orengo. Hata kuna wakati Orengo alisimama akasema huyu Kalonzo, huyu ndio wetu. So angeappeal sana because Wakamba walisimama sana na baba wakati wa uchaguzi. Lakini akarudisha gia nyuma. Baada ya kupeleka zile ng'ombe 100 huko Bondo, akaenda akapotea. Unaona vile Wajaluo walimkaribisha hiyo siku. So sasa amekaa mahali anaona Sifuna amekuja sana, amechanganyikiwa. Sasa ni press conference huko sijui SKM Command Center. Mara ako Matanga, Ukambani. Sasa atoki huko. Akijaribu sana ako hapa Mlolongo, ameingia Kitengela, amerudi. Unaona? Akitaka kuenda mlima lazima Rigiji ampatie license. Now, there's something I need to understand.
Juzi after tour ya Sifuna they raised 1.6 in a 2 day. Do you think hii pesa inatoka kwa mwananchi kwamba ako willing anamsupport willingly heartily from bottom of the heart kwamba anataka kuwalk na hii safari na Sifuna? Kwa sababu wanaamini kwamba anaweza. There's one thing Babu. Kuna perception that mtu akikupea pesa amekupenda. Yeah. Bado mpaka sasa mimi naamini the government of Kenya is behind this politics. Ya Sifuna kuenda ground apewe pesa na mwananchi. Mtu ataniuliza proof, but I believe there's one clip ilifanywa na Lee Njiru, alikuwa anaojiwa na ule itwa nani, kuna kijana mmoja hapo alikuwa na mmoja juzi nilikuwa naona. Akasema vile Moi 92 walikuwa napanga alisambaratisha siasa ya Kibaki na Matiba kwa opposite, because Kibaki alikuwa amerise vizuri sana. Na so wakachemsha Matiba, akaonekana ako na nguvu mingi, opposition ikasambaratika, wote wakasimama. Na mpaka anasema serikali ilitoa pesa lipa wale wanamuziki wa Kikuyu wakina nani, huyu mzee alikuwa anaitwa nani, mzee mmoja huyu Mkikuyu alikuwa anaimba nyimbo nzuri hizi za Mugithi. Wakaimba wimbo za kusifu Matiba. Na ikawa kwa kila gari matatu ukicheza hiyo wimbo, kuna vijana wamewekwa kwa stage wanakupatia kitu. Shika. Kwambia wimbo ni tamu sana. Naipenda uko nayo. Na sisi ni wewe ujui. Unaona tu wewe sasa ukisikia nilipewa 200 juu ya hiyo wimbo, kesho tena unaichezesha. But ujui ule abiria wa jana sio huyu wa leo. Nitairudia. So utairudia tu. Message itakuwa inaingia. Okay. Unaona? Hiyo ni government through intelligence. So mimi Babu nakwambia kuna kitu ya Sifuna, kuna kitu. Because ukiangalia Sifuna in terms of even experience. Acha nikwambie. Kukuwa president wa nchi, hata William alifikiri itakuwa ni kazi rahisi. Sio kazi. Ndiye akuja hata kutafuta baba, atafuta expert. It's not as easy as people think. Yeah. Because tunakusupport leo, kumbuka ile ungwaji mkono William alipewa urudishe. Alipewa support kubwa, watu wakasema huyu ndio mwenyewe, huyu ataweza. After hata kuingia, baada ya kuingia alianza mambo ya hustler fund, ikamchanganya, ikashindikana. Akaona hapa, wacha nirudi kwa blueprint ya Vision 2030. Ambayo ndiko na hiyo housing, iko na hiyo mambo ya infrastructure anafanya nini, that is part of Vision 2030. Lakini hata Kenya sasa ndio wanashindwa. Watu wanakujaga na mambo mingi. There's a document ambayo iko plain. Hata sa president ukiingia unaangalia yule alifanya kwa hii Vision 2030 iko na let's say iko na 10 agendas. Huyu alifanya education na mambo ya infrastructure kidogo. Mimi nimefanya housing, mwingine amefanya health. And that's why hata hii mambo ya kubadilisha SHA na nini, it's not his idea. It is something that is in that agenda and anatumia. Na sasa amerudi kwa hiyo akaona let me follow this document, because wasomi walikaa chini na wakaitengezea Kenya. But hata imechelewa because ya hii mambo, unaona kila mtu akiingia anataka kufaisha wananchi na vitu hakuna. Baadaye wakati ameona imefika, baadaye kile imefail, unaona Uhuru wakati anaenda kumaliza alirudi kwa mambo ya housing, infrastructure. Kibaki akiingia tu ndio wao wakati huo ndio waliform hiyo mambo ya Vision 2030 around 2002 hapo. Kwa wakina Nyong'o, wakina nani, wakina Omega Kuru ule marehemu ndio walichora hiyo kitu. So it was an idea ya Kibaki as an economist. Alikuwa ameona Kenya kifanywa hivi na hivi na hivi, in the next 30 years itakuwa hapa. Unaona? Uhuru wakati alikuja alianza sijui nini. Alikuja na kitu kingine hapo, haikufaulu. Akachukua housing, akafanya SGR, akafanya nini? Tukaona impact kidogo. William amekuja hustler fund, watu wakachukua madeni, wakatoroka na pesa. Baadaye akarudi kwa plan affordable na health, slums zitolewe. Akasema hapana, sio NHIF, ni SHIF, ni SHA. Watu wanasema umekuja na nyingine mpya, hata iko pale, ni kitu iko. Alafu akaamua sasa mambo ya markets na nini, those are things about ziko kwa plan. Wow. Hapa kwenye ODM mmesema kwamba Oparanya ndio hiyo anawika. Tuko na Joe, they are demanding they want a deputy president.
at that time tuliona pia the national chair Gladys Wanga kuna interest nayo. If it chances kwamba kuna henda hivi Oburu iko hapa kama party leader pia. And at the end of the day ODM inahitaji kujiposition mahali. Hii vita yenu, do you think ita end up kwa deputy deputy president pia? Tumeona pia Mlima mchanganyiko imeanza. Kuna fight wana feel kwamba in one way or another Kindiki anapigwa vita kwa sababu kuna watu wana feel kwamba Mlima imekuwa intact kwa opposition, sasa wanataka kutafuta mbinu nyingine. Na wao wamesema kuna certain area wanasema kwamba kama apewi tunajitoa. Kuna wale na support pia kama kinakuwa na support pia, but hii plan yote unaiona wapi? Ukiangalia huyu president, nilisema President William Ruto is one of the smartest politicians in our time. Na yeye ni mchapakazi in terms of, sioni kama saa hii kwa hii generation ya leaders tuko nayo kama kuna mtu hatari kwa campaign kama yeye. Kuna mahali nilisoma in 2013 wakikampaign na Uhuru, alikuwa anaamka hata before Uhuru amke, kama wameenda mahali ashafanya mikutano local around 11 na amerudi kukunywa breakfast. 11 meetings zile za mtaa. Mnaonaje hapo? Mnaona? So by the time wanafika huko na Uhuru, ground imechemuka. Yeye aliamka mape. Niliona Big Ted akisema hiyo. Sema huyu jamaa sio mtu utaandarate. Sasa ukiangalia siasa unasema Kindiki alikuwa tayari hata ashaibiwa hiyo position na Rigiji. Initially tunaambiwa that yeye alikuwa anafaa kuwa deputy at first kulingana na vile walipiga kura. Akaibiwa. So kama si Mungu tu Rigiji akakuwa impeached, Kindiki angebaki kama waziri. Na alikuwa amekuwa contented naye. Do you think Rigiji angekuwa na Ruto mpaka sasa, Kindiki angewaitisha angepata nafasi? Angewahi. Unaona? Sasa yeye amepata bonus. That ikakuja ikamwangukia tena sawa, ambaye angekuwa ameikula. So ni nini ya kukuambia? Ni hii, because initially hata ungekuwa hiyo deputy vile mambo ilikuwa ishaenda. The second thing, president anaona mimi nataka numbers nipate second term. Wewe unaweza deliver hiyo number kulingana venye station inakaa ngumu, because Rigiji mazo hiyo area yote. Haya, huyu Joho wameambiwa huko coast kuna kura ngapi mnaweza leta. So president anatumia hawa jamaa kummobilizea kura na hapa mbele aone nani anakaa ni kama potential. That's why ametuma Oparanya, wewe pambana na Western, maliza mambo ya Sifuna huko, uniletee numbers kwa meza. Kama Mluya anataka kuwa deputy, sisi kwetu Nyanza pambaneni na hizo kaunti zenyu na mhakikishe mumeleta tuone, na mkishafanya hivyo mjipange ni nani mtafront. So ukiangalia strategy ile iko inaendelea saa hii, Junet wanatembea na Oparanya. Initially Oparanya alikuwa anasema hata hiyo ODM tunaweza sisi tuform chama yetu nini. Kuna wakati aliongea juzi, amemeza maneno yake akasema hapana, mimi hata whatever na enjoy leo na kichote nimewahi enjoy kwa siasa kwa sababu ya baba, siwezi msaliti. So support ya Oparanya sasa iko both Western na Nyanza.